Nanye na vielehele hodi ya mbali. Leo si ndo mmewashwa. Mmezungwa na wewe. Sogea tutoka huko ndani. Karibuni. Shoga tunaumbi. Mjanga shoga yangu. Jamani wewe. Yaani nilivyowaona tu nikajua wewe na shoga zangu. Kama wewe. Shogangu mimi naumbea jirani yangu. Naomba viti. Naomba viti. Wewe tu maneno mengi nini? Maana wewe unasema tunafanya kazi. Shikilia. Karibu. Tunaomba viti. Maana na mazito. Naumbea. Shogangu kaa. Maana uko hoi kama nini? Mimi nakaleta rangi yangu. Unajua mimi ni mbea tu. rangi gani hapa? Hapa na hizo gani? Maana umenikaba. Yaani jamani naona hiki kijana dada na hili nyenye. Yaani ni hatari. Haya shoga yangu. Za hapa lakini vipi? Salama vipi? Dada tunaua umbea shoga yangu. Yaani mimi nilipowaona tu nikasema wale mapunga sese zangu. Kama wewe fukufuku wewe. Shoga yangu anzia wewe umbea wako na wewe. Nataka niambie kitu jamani, kimenikaba hapo. Kila mmoja ananipenda. Kumwagie umbea. Tenda au nimlebi hela? Sielewi. Yaani wewe hujui. Mbona nilijua anaona vizito hapa. Wallet yake nzito. Shoga yangu. Angalia wallet. Kama wallet zimetuna. Ambia tumsindikize kwenye chips au mnaona. Ulijuaje? Jamani. Nini? Shoga na mimi naumbea. Jamani na mimi naumbea. Shoga zangu. Yule mtu wa moshi dada. Tena kama huyo. Shoga yangu sijui mume wake alimtuma mahindi si akamsaidie unga. Acha akale mwanaume mwanamke kaja ananiambia shoga yangu naomba unga. Dada bila lilivyokuwa limempauka. Mume wake haya ukamwambiaje? Mimi nakujua uko na mdomo wewe. Nikamnyali. Wewe subiri. Nikamnyali shoga yangu. Bila alikuwa limempauka. Kaniambia naomba unga. Nikaingia na nikampa zangu unga. Ile anaondoka. Nilimcheka. Kombe vinaolewa. Shoga yangu maana anaazima kila siku. Yangu ile hapa babu kubwa. Nina story imenikaba inanipenda break. Wewe tuambie. Jamani. Namjua yule mshangazi. Wewe usituambie shoga yangu. Piga. Shoga yangu. Shoga yangu. Eti nilikuwa napita katika kupita eti akaniletea ubabe. Sasa katika kuniletea ubabe nimemkunja. Shoga yangu chini wewe hata mimi unadada uongo. Wewe ndugu yangu sikia huyu anakuja kumpigia yule dada. Eti unaamini kama kumpiga? Hapana. Kuna kijana mkubwa mtu mmoja kwa jana kanambiaje? Mtu wako unampenda sikachukua na mshangazi. Tunaongozana. Nikamfuata kama sio kwa ngoma. Wangeni. Tujadilini kitu. Leo jioni. Tuvae ile sare ya Madela. Tuvae kwenye ile harusi ya ile shoga yetu. Tunamkuta. Tunasikiaga mwanga. Mimi nakuja hapa uchawi ushajenga.
wewe Jackie wewe. Jackie. Hivi wewe waga una akili timamu au wakati mwingine akili zinafiatuka? Nini? Unajua waga sikuelewi. Sasa mimi nimefanyaje? Kabla uchukue Biblia, ujisomee neno la Mungu. Unasikiliza sijui muziki, sijui kitu gani hapo unafanya hapo. Nikwambie kaka, kila mtu na staili yake. Wewe kama umestaili na Biblia, niache nistaili na muziki. Yeah. Shauri yako. Sasa hivi tupo kwenye ulimwengu wa shetani. Sawa? Kwa maana hiyo wewe ukianza kusema kwamba kila mtu achague maisha yake, mimi najitahidi kupigania roho yako, uzima wako. Alafu sipendi mimi nakuelekeza vitu uko bize na mambo yako. Sasa wewe sema mimi nakusikiliza. Mimi nakwambia kila mtu ana nini na staili yake sasa. Unanielewa? Odi. Mungu akusaidie sana. Odi. Karibu. Asante. Sikiliza. Karibuni jamani. Asante sana. Asante. Sasa sitaki vitu vya ajabu. Hapa ni kwa mchungaji. Ujichunge. Sasa na wewe mama tunapenda kuangaishana hivi jamani. Karibuni mkae. Asante. Oh, karibuni. Asante sana. Karibuni sana. Asante sana. Karibu viti. Asante. Yesu asifiwe mchungaji. Nzuri tu za nzuri. Habari ya saizi. Amina, Bwana asifiwe. Amina, shikamoo. Marahaba, hujambo? Jambo. Za nyumbani? Nzuri, tunamshukuru Mungu. Karibu. Asante. Habari ya saizi kaka? Salama, habari yako? Safi. Karibu sana. Asante. Jackie. Naomba utoke nje. Kama mimi nimefanya. Toka tu nje kwanza. Alijana staili sasa huko naimba zangu hapa tunatoana. Sitaki tu kuazana, toka tu nje. Sasa ndio nini sasa brother? Usikize unamfundisha nyewe. Hapana. Wewe kabadilika tu mwenyewe. Mchungaji. Ndio. Inaweza shida. Karibuni sana. Asante sana. Hivi hawa tunasali nao kweli hao? Sana. Naona sura zao ni nyingine. Karibuni sana, mjisikie amani. Asante sana. Hivi wewe Jackie, kule kibandani kuna mtu? Sasa leo sijafungua. Haya, kafungue sasa hivi. Kuna matunda yataharibika. Unaweza ndio nini? Yaani kila ninapokaa ni unionee amani. Kwa mimi nikapa utakwenda kufungua ama utabaki hapa? Sasa baza wakati mwingine tunasumbuana sio poa hizi. Hili jambo tumshirikishe Mungu. Naona sasa kwa hali ya kibinadamu linakuwa ni zito. Basi sawa, ukitaka utakwenda, usipotaka utabaki. Tuendelee na mambo yetu. Mchungaji. Naam. Huyu hapa ni mume wangu. Ndio. Anaitwa Moshi. Ndio. Bwana Moshi. Naam. Karibu sana. Asante sana. Asante. Karibu sana. Nashukuru sana. Kuna changamoto nyingi tumepitia mimi na mume wangu. Hadi imefikia mahala nikamshauri tuje tu kanisani tuokoke. Ndio. Kuna kipindi kile cha nyuma mume wangu alikuwa amebadilika sana, alikuwa anakunywa pombe, alikuwa mlevi.
Oh. Hizo ni nguvu za shetani. Kafikia muda mwingine akawa anarudi nyumbani usiku. Anarudi amelewa. Na kwa sasa hivi hali yake ikoje ya maisha? Hali yake bado hajakaa vizuri, lakini tumekuja kuokoka. Lakini amesema kwamba atabadilika. Ataachana na mambo yale ya nyuma. Sawa sawa. Yaki, kwa mwelewa basi. Toka nje. Usitake nitumie nguvu mbele ya wageni. Toka nje. Wewe sio poa. Sema nitumze wewe. Si unajua vijana wa siku hizi. Vijana wa siku hizi ndio walivyo. Sawa sawa. Yaani nimembomoa. Ila huenda ikawa kweli. Maana napompa huyu. Maana une Anahemea juu. huyu Naomba utawafunza mimi. wewe kwa matatizo lolote. Bwana leo unapenda umbea. Nimempiga sana, nimempiga mimi nimempiga. Hivi Bwana Moshi, Naam. unaweza ukanielezea kwa ufupi historia yako ya maisha, jinsi unavyoishi, rafiki zako wana maisha gani? Yaani kiufupi unielezee. Asante sana mchungaji. Mimi bwana, maisha yangu nilikuwa na maisha mazuri tu. Ndio. Nilikuwa na maisha mazuri tu, yani nilikuwa nafanya kazi zangu kama kawaida. Ila mambo tu ya kama ya kibinadamu nili kishawishi kawa kinaingia. Mpaka nikadumbukia kwenye masuala ya ulevi. Kuna rafiki zangu wengi sana yani ambao yani walikuwa sio wazuri. Ndio. Kwa kweli hapo ndo maisha yangu yakawa yameshaanza kuharibika baada ya kuingiza kwenye ulevi. Sawa sawa. Changamoto ikawa ndo hiyo. Hata familia yenyewe chakula ikawa shida nyumbani, nagombana na mke wangu. Wakati mwingine naenda nalala huko hata siku 2-3 hivi. Siku ya 4 narudi. Nakuta nyumbani hata matumizi hawana. Kwa kweli maisha imeharibikiwa sana baada ya kuingia kwenye masuala ya kilevi. Sasa inabidi uamini kwamba Mungu anaweza kubadilisha maisha yako. Mungu atakufanya kuwa kiumbe kipya. Ndio. Na ili yote hayo yaweze kufanikiwa, inabidi uachane na marafiki wabaya wanaokushauri kunywa pombe, kuvuta sigara, kuwa na wanawake wengine wa mitaani. Sawa sawa. Kwanza tusome maandiko matakatifu. Tusome Zaburi ya kwanza, sura ya kwanza. Biblia inasema, heri mtu asiyefuata shauri la waovu, asiyeshiriki njia za wenye dhambi, wala kujumuika na wenye dharau. Tunaona neno la Mungu linasema, ukiketi kwenye baraza la watu wenye mzaha, na wewe moja kwa moja utakuwa umeingia kwenye mzaha ambacho ni chukizo kwa Mungu. Na kushauri ubadilike, tunza familia. Unajua ukiwa na wanawake wa mitaani, wao wanaangalia fedha yako.
Wao wanaangalia fedha yako. Shetani huwatumia sana kwa ajili ya kuwaangusha watu wa Mungu. Shetani huwa hajisumbui na watu walio katika uovu, bali huwatafuta wale walio nje ya nyavu zake ili apate kuwateka. Na kushauri sana ndugu yangu, mrudie Mungu. Sawa sawa. Atabadilisha maisha yako. Basi naona tusali, tuombe pamoja. Tumuombe Mungu atusaidie katika haya mambo tunayoyapitia. Akupe wepesi. Roho ya ulevi tuiondoe katika nafsi yako. Naombeni tusimame tuombe pamoja. Mungu wetu mtakatifu, uketie juu mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya watoto wako, tunashukuru kwa kuwalinda wamefika salama nyumbani hapa. Basi Mwenyezi Mungu, tunakwenda kuweka mikononi mwako, tunaomba uwalinde. Tunasimama kinyume na kila aina ya roho ya giza. Roho ya ulevi tunaifunga kwa jina la Yesu. Tunakemea mbinu zote za shetani, tunazikataa katika jina la Yesu. Tunafungulia mafanikio kwao, tunafungulia amani katika mji wao, tunafungulia baraka na mafanikio katika mji wao, huku tukiamini kwamba Mwenyezi Mungu atakwenda kusimama kati na kuwasimamia katika haya majaribu wanayopitia. Tunaomba hao kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Karibuni sana. Bwana, nainamisha kichwa changu na kuabudu, na tena nainua mikono yangu kukuadhimisha, na ninashuka kwa unyenyekevu madhabahuni pako. Unajua sisi tunaomwamini Mungu, kwa kweli tunaishi maisha fulani ya amani. Hatusumbuliwi na tamaa, wachawi. Ndio. Yaani tunaishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, na Mungu anatupigania kwa kweli. Anatulinda. Mimi nina miaka mingi, lakini ukiniangalia usoni kama na miaka 20, 25. Kweli. Lakini wewe hata mtoto mdogo ukimbeba anaweza kalia. Sababu sura yako imeshaga kunjamana kwa ajili ya pombe kali, gongo. Lakini sasa ni muda wa kumrudia Mungu arekebishe maisha yako. Ukimkiri na kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kila kitu kwenye maisha yako kitakuwa sawa. Sawa sawa. Na kushauri sana kuhudhuria kwenye ibada zetu, tufanye maombi pamoja, hili jaribu tutalishinda. Sawa sawa. Karibuni sana. Asante. Kuona wakimbie sasa tayari. Hapana. Ingekaa hapa tukashinda hapa tukapata chakula cha pamoja, ingependeza. Msiondoke na baraka zangu. Vile vile na waomba na kuasa mje kanisani Jumapili. Karibuni sana kanisani. Muanze sasa rasmi. Sawa sawa. Muokoke, tuwapatie mafundisho, mbatizwe, muwe wapya katika Kristo. Saa ngapi mchungaji? Sijui waga na kwa ibada zetu Jumapili tunaanza asubuhi mpaka mchana, jioni tena tunarudi. Lakini Jumatano na Ijumaa huwa tunafanya maombi jioni kanisani. Karibuni sana. Asante sana bwana. Ndio. Asante. Nitafurahi sana nikiona kanisani. Asante bwana. Haya, sisi acha tuende mchungaji. Basi sawa, kwa sababu mmekataa kusubiri chakula chetu. Hapana, hata siku nyingine sawa. Sawa bwana. Hamna shida. Haya mama, sisi tunaenda. Mchungaji, sisi tunaenda sasa. Atono. Haya. Hamna shida. Ingawa mimi si mkamilifu, usinipete, unikumbuke. Maana kuna nguvu ipitayo jina lako. Wewe unaweza, usinipite. Navunja maagano yote, usinipite, unikumbuke. Usinipite, adui ni mkali. Usinipite, Yesu nakuomba. Usinipite, nina
ninapokosa tumaini, unikumbuke.